Nyakwar Mgajuang okinyi machielo marwakini machiegni chenro mar poko pogore matai nyinga Sharon Ong'ao. Okinyi makawuono pok mabeda daro kelo Nyakwar Mgajuang otudre kod pok mano mar goro. Goro wang'eni nitiere kidienje mopogore opogore. Okinyi makawuono nitiere mano mong'ere kaka wall murals. Mago ke ponono ni isewuothe magawa, obed kata mana kar math, kata mana e odi Nyakwar Mgajuang. Nitiere kaka inyalo gorni korot, madusni, design midwaro, rangi midwaro. Antiere gi rawera mabedo osibedo ka goro mabende odoro winjo sigande. Akwayi mar mondo bibed kodwa nyaka giko mar chenro makama. Ang'ini dholuto nyalo bedo ni en gi ng'ikruok makoni kod kocha, kata kamano we arwaknu godo. Machiegni kwachako inyalo mana chako ni nyingi en ng'a, ija kanye, to en ang'o mitimo? Nyinga en Veron Otido. Sahi nafanya degree in fine arts hapo Kenyatta University. Natoka Western, mimi ni Mluya. Yes, alafu nafanya wall murals. Nikichocho ni samoro dhok nyalo bedo matek Nyakwar Mgajuang ibiro bedo king'wononwa mar mondo mi walos koda dho Swahili mar mondo mi winjruok na gi Veron obed makare. Veron, labda unaweza tueleza kwamba hii talanta yako ulianza lini? Kuchora nilianza kitambo. Kitambo nikiwa mdogo nimekuwa nikitafuta passion yangu ever since. Nikiwa mdogo nilisomea creative arts. Growing nikienda high school nilifanya drawing and design. So sahi niko KU nafanya fine art. Overall, kwa sababu wall murals labda inaweza kuwa lugha geni kwa mtu ambaye anatuangalia, labda mafans wetu pale nje, inahusisha nini hii wall mural? Talanta yangu ni kuchora, ni kuchora murals, especially murals. That is what I do, kuchora murals, any kind of murals. Kila kazi yukuwa na uzuri na changamoto yake. Labda tuanze na changamoto ambazo umekuwa ukiona kwenye talanta hii ya uchoraji. Nimepata a lot of challenges, especially when dealing with my clients. But the most, like, ile challenge inakuanga kubwa sana ni vile watu ku understand perspective ya art. Like, so many people have their own understanding about art. So hiyo ndio huwa ni challenge kubwa kwangu. For me, I have my approach kuchora murals. First, before niende kuchora mural for my client, lazima niende nifanye site visit kwanza. Na kwa hiyo site visit hapo ndio tutakuwa na consultation with my client. Tuelewane ni nini exactly anataka. After hapo sasa ndio I will go sit down, I do some designs na alafu nimtumie, aki-approve naanza kazi. Apart from changamoto, najua pia kuna advantages. Uzuri umeona kwenye hii artwork yako. Labda unaeleza mafans wetu artwork advantages zake ni gani? Mimi naweza sema benefits ni like it's just for me, I feel like it's my best way of expressing myself. I find it so easy to express how I feel nikitumia art more than any other thing. So hiyo ndo kitu huwa inani drive all along. Yeah, that is what I like. Then Veron, mtu anazouliza why wall murals and not any other thing? Because unajua kazi ni mingi, mbona ulichagua tu ukuwe unafanya art? Okay, growing up nilipenda kufanya pencils, nikichora na ink. I tried different media, but all along I've been wanting to do murals. Yeah, nimekuwa nikitaka kufanya murals. Like for me, I feel like going big inanifurahisha. That is what it excites me. Like, also I feel like doing art yenye ni kubwa, or that is art yenye ni large scale. I feel like when people see it, like they resonate with it more na wana connect nayo more, especially when it's big now, maybe iko in a public place penye wanaweza pita alafu waione, like inaleta different feeling. Unaweza ambia mafans wetu customers wako ni nani? My customers au sasa ni mimi, ni audience yangu. My customers ni wale
any person mwenye ana feel anaweza pata artwork yangu, mwenye pia anaweza fika bei ya kazi yangu, na pia mwenye anaelewa what I do. Okay, wall murals zinaweza enda anywhere so long as kuna a wall. Naweza chora kwa wall, naweza chora kwa ceiling, cause pia nimechora kadhaa kwa ceiling. So wall murals ziko limited just kwa walls, hata zinaweza kuwa in a public place, maybe kwa restaurant, ama hata kwa kids bedroom, ama kwa living space. Inaweza enda anywhere so long as kuna like a big wall. Nataka utuelezee kuna tofauti ya wall murals na any other art. Because najua kuna wall murals hizo za ukuta na art. Difference ni nini? For me kama msanii naweza sema difference ya wall mural na any other kind of art ni mural is naifanya kwa ukuta. But hizi art zingine ni art zinaenda kwa canvas, ni artwork zinaenda maybe kwa any other place other than wall. Yeah, that's the difference. Mural ni ya ukuta, hizi zingine ni za canvas. Then tuongelee rangi mnatumia na designs mnatoa wapi? Kwanza rangi najua kuna tofauti. Ni rangi gani mnatumia? Then designs unatoa wapi? Art iko limited. You can do any, you can use any, hata kama ni paint ya canvas, ya nini, unaweza itumia kwa ukuta. But to be a bit professional, natumianga wall paints kuchora. Kwa sababu wall paints zitastick vizuri kwa ukuta na ziko na those kind of advantages zimeundiwa ya ukuta. Designs huwa tachukua penye client ametoa, especially wengi wao wanatoa Pinterest, wanatoa tu kwa Google, any other place penye wametoa. But mimi nikisuggest, I have my own designs zenye already nimeziunda na programs. So I have my original designs pia zenye nauza bado. And then I don't know kama pia wewe would advise your clients on what to put on their walls, because remember, si kwa nyumba peke yake, najua kuna kwa restaurants, mikahawa, bars and the likes. Do you advise your clients also? Tukienda kuongea na client alafu client ako undecided, kwa sababu most of them, actually nimekutana na wengi before we do the actual thing wanashindwa kudecide what they want. So I would suggest according to the type of their interior space vile inakaa, I look at it kwa sababu pia nafanya interior design as a course. So nitaangalia vile nyumba inakaa, I look at the style ya hiyo nyumba, and then I would suggest for them an artwork that would fit there. And then kama ako sawa nayo, we do it. Then kuna changamoto ingine labda nadhani mnapitia. Changamoto siku hizi kuna wallpapers, na wallpapers ukiangalia sana ziko na details tu kama wall murals. Do you think that wallpapers zinaleta changamoto nyinyi kama artists? Actually pia nimekutana na clients wengi wakitaka service yangu, wananiuliza kama I do wallpapers. Yeah, so it's a challenge kwa sababu most of them confuse it with artwork. So it's a challenge, but what I can say ni so long as me na feel when I have that right audience yenye niko nayo, I'm good to go. Awali ulikuwa ushasema ati ushachora art kubwa. Labda nikikuuliza tu swali, what's the biggest art yenye umechora kwa wall, like the biggest wall mural ushaichora, unaweza sema nini? The biggest I've done so far is somewhere niliifanya iko Kikuyu. Ilikuwa karibu na swimming pool na ilitake around a week. That one is the biggest I have done so far. But still I have dream of kufanya kubwa, especially somewhere hata kama ni pale CBD, I do something
very, very big. Veron, tukiendelea na show, unaweza tueleza process ya kuchora wall mural kwa ukuta, because I know there's some treatment ukuta inahitaji before drawing. You can just take us through the process. The process is very big. I can say ni kuna process kubwa sana. First, kuna hiyo phase ya kudesign, where you design your reference or maybe reference photo before you put it on the wall. Alafu, after settling with the design, sasa kuna wall preparation. Penye sasa utaenda clean the wall. Maybe kama ni if it needs priming, ni prime the wall. And then sasa kuna kusketch the hiyo stuff unaenda kuchora sasa ndio nita sketch, alafu I start the work. Then time, I know time is also a factor kuchora. I don't know how long nawachukua kuchora like the wall murals kwa ukuta, whether big or small. Time frame ya hizo murals zinachora zinaenda according to complexity ya design nafanya. These 2D simple designs zinaweza take even a day, but if at all the mural is a bit realistic, that means itataka so much detail. So those ones zina take kama even a week ama 3-4 days. Wall murals ukichora, do you draw alone, unachora peke yako ama ni kwa like team? Labda unaweza tueleza. Naweza chora peke yangu, but na feel when niki-involve my friends, kwa sababu pia niko na a lot of friends, wanakuja nao at sometimes and tunachora nao, na huwa niki-involve my friends inakuanga fun, kwa sababu now that kazi yenyewe nafanya for very long hours, huwa siboeki nikiwa na watu. Sababu ya leo pia kuna mayouth wanatuangalia, we ni mmoja wao. Advice gani unaweza wapea kwanza mayouth wenye wako na talanta, na pia wazazi pia wenye wako na watoto wenye wako na talent? First, ni important mtu kubelieve in yourself, kwa sababu that is what can drive you to do what you love. And then naweza sema like you just put in your kazi kila siku, because at the end of the day ulizaliwa ufanye kitu unapenda. So it's just important to believe in yourself na kupush kila siku. Tuko kwa era kila kitu inafanywa social media. If I may ask, being an artist unachora kwa walls, how do you market yourself? Of late nimefind TikTok ikiwa interesting in terms of marketing. I market myself na TikTok ama Instagram. I post my videos there, kuonyesha process ya how I do it. You are free to give them your social media handles. Nimesikia ukisema uko TikTok, uko Instagram na hizo sites zingine. Unaweza pia social media handles zako na hata namba ya simu kwenye nataka ku reach out kwa WhatsApp. My Instagram ni Veron Arts Vision. TikTok ni Veron Arts. Niko na namba ya simu pia 0758539532. Zote ziko kwa bio yangu ya Insta na TikTok. Alafu currently designing a website pia, so watu wanaweza ni reach through my website. Another elephant in the room, Veron, if I was to ask you today, what determines your pricing? Ile wakati ni saizi mtu amekupigia simu kuna mteja anakuambia nataka unichore, ni nini udetermine pricing utampea? Mimi price kazi zangu according to complexity of the design na size ya hiyo ukuta. Yeah, that is how I do it. The more art iko like 2D ama haina mambo mingi, inakuwa cheaper, but the more it's realistic and kama ni kubwa inakuwa more expensive. And then I don't know kama unaweza manage kuchora anything that a client will throw your way. For instance, naona kuna kitambaa hapo nyuma yako. I don't know whether you can achieve that on a wall. Yeah, exactly, naweza chora tu hivyo. Most of the clients pia nimekutana nao ni let me say female clients, kwa sababu I think pia ni juu art pia iko projected towards side ya beauty. So most of them wametaka ni wachore flowers, leaves zenye
like they are a little bit beautiful, and maybe kwa room ya watoto wao wametaka nichore something that is thematic to watoto. Vitu kama kuchora kina Spider-Man, anything that the babies love, hizo cartoon characters. I use clients reference. Yeye ndo atanikujia niambie anataka this kind of thing hivi na hivi. So I'll do it according to what she likes ama what atapenda, unaona. So akiniambia ama anaweza nipea description of what anafikiria, and then I'll go and suggest pictures for them so that they decide on what to do. Kwa line of duty, najua kuna accidents pengine uoka, utatuambia leo asubuhi ya leo. Because najua mkichora kwa walls, some walls are high enough. I don't know how ushawahi encounter any accidents in your line of duty. Yeah, kuna a lot of accidents. Because hata right now as we are talking, ni kuna injuries mingi. Juu most of the time una deal na something that is beyond your height. Yes, uko juu. So it means you just have to be very careful. But to avoid hizo vitu, sometimes when I paint, naweza tumia some kneecaps. Though zinakuanga na a lot of discomfort. So the best way to approach it, you just have to be careful. Being that uko na talanta, uko na passion ya art, and then there's some youths wengine pengine hawajai fanikiwa kupata pesa kwenda kustudy or to advance their art. Can you train someone kujua kuchora ama? Kiwa mkubwa nilikuwa natamani nifanye kama kufunza art. So sahi bado pia naweza funza, like I'm open to anything. But nikiongelelea at the moment niko kwa journey ya self discovery. Nataka like ni do a lot of them so that I know exactly what my style is before I continue kufunza watu kama profession. Veron, tukimaliza show yetu ya leo asubuhi, labda parting shot yako kwa watazamaji wetu, mafansu wetu, hata mafansu wako, inaweza kuwa nini asubuhi ya leo? Na hii message inaweza direct to parents. Like I feel it's just important to listen to your kid ama whatever, mtoto wako. Especially when you see them doing something yenye wameeka a lot of effort. Kwa sababu ukiona mtu anafanya hivyo, it means there is something mtu ana look for. Naweza sema wazazi tu wanafaa kusupport their kids in whatever they are doing, hata anything yenye mtoto wake ana show interest in. Like it's just important kwa sababu kuna venye huo mtu alizaliwa alafu akafind anafanya hivyo, that is passion. So wa support, yeah, fai maybe kusema ati juu mse anachora ama tuseme mtoto wako anaimba nini, unaweza kumkazia ati sijui fanya nini ama fanya nini, kwa sababu at the end of the day hiyo ndo kitu anafanya inaweza leta dough kwa meza. So ikianza tuseme kama wewe ni mzazi alafu na feel that this is my perspective, ukianza kushow mtoto wako akwe open to anything anaweza fanya, and you na relate na mtoto wako mapema, inaweza kuja kumsaidia sana baadaye. Veron, asante sana kwa kutuambia na kutuonyesha talanta ambazo umekuwa ukifanya. Asante sana kwa kuja Jaramogi TV kutuonyesha talanta yako asubuhi ya leo. Asante sana mwana kwa Ramgajuang mano na Veron mabini nwalo sogodo ko tende ko pok mare mano mar goro rawera mabende osbudoka goro bure Nairobi ka kata bede ni odak Imbo mano mar piny Kenya. Emomino kiny makawuono no ponyale loso gi dholuo. Emomene koro nwatemo mar mondo mi ware
rew mar mondo menyis kwa kit pok mabende otimo pok mar gore korot mosebedo kotimo kuom thuolo mar higni 2. Gika jibedo makelo e giko mar chenro mar pok opogore. Pile ka pile, juma ka juma nyakwarom Gajwang' aja kelo ni pok mopogore. Warad kendo juma mabiro. Nyinga Sharon Ong'aw.